Mpenzi mtazamaji wa Juba TV Online, usisahau kusubscribe. Asante. Hapa chini ni mbinu za msingi ambazo Simba inaweza kutumia ili kuboresha utendaji wake na kufanya vizuri zaidi, kulingana na tathmini ya wataalamu wa soka na taarifa za hivi karibuni kuhusu changamoto na faida za klabu. 1. Kuboresha kumalizia nafasi na utekelezaji wa mabao. Simba inapaswa kuwekeza katika mazoezi ya kumaliza nafasi, hasa kwa wapiga magoli na viungo wanaozalisha nafasi. Hii ni kitu ambacho wachambuzi wameonyesha kuwa timu hupoteza nafasi nyingi za kufunga na kushindwa kutumia set pieces ipasavyo. 2. Tathmini na kuboresha mbinu ya kocha. Uongozi wa klabu na benchi la ufundi wanapaswa kufanya tathmini ya kina ya utendaji wa kikosi na mbinu wanazotumia ili kubadilisha na kuboresha mikakati ya mechi, si tu kuwategemea wachezaji pekee. 3. Kuimarisha umoja na morales ya timu. Ni muhimu kuhakikisha wachezaji na benchi la ufundi wana morali nzuri na uhusiano imara, hasa baada ya mechi ngumu na safari za mbali, kwa sababu uchovu bila utulivu wa akili unaweza kuathiri utendaji. 4. Kufanya mazoezi maalumu kwa maeneo yaliyoonekana dhaifu. Kufanya mazoezi zaidi kwenye maeneo kama set pieces, makali za mpira, penalties na mipira ya juu inaweza kusaidia timu kupata faida ya magoli ambayo mara nyingi yamekuwa yakipotea. 5. Kuimarisha kikosi kupitia usajili na maendeleo ya vijana. Kuhakikisha usajili wa wachezaji wenye ubora unaoendana na mahitaji ya timu pamoja na kuwekeza kwa akademia ya vijana itasaidia kuleta mabadiliko ya muda mrefu kwenye utendaji wa timu. Ushawishi wa uwekezaji mkubwa kwenye maendeleo ya wachezaji umeonekana kama muhimu kwa mafanikio ya klabu. 6. Kuendeleza miundombinu na rasilimali za timu. Kuboresha miundombinu kama mazoezi bora, hosteli za wachezaji na vifaa vya kisasa kunaweza kuchochea utendaji wa wachezaji na kuwapa mazingira mazuri ya mafanikio. Changamoto zinazohusiana na miundombinu zimeonekana zinatoa faida kwa vilabu vinavyowekeza zaidi kama Azam FC. Hitimisho. Kwa kifupi,